Makavani ya Chiromo katika upande wa Nairobi. Ukumbuke kwamba basi tumekuja kumtoa mwenzetu Monica Mora Mose aliyeaga katika upande wa Choka. Ukumbuke kwamba basi safari yetu imeanza hivi sasa ikielekea moja kwa moja hadi upande wa Nyamira. Bila shaka basi huenda basi mwenzetu atalazwa siku ya kesho, siku ya Jumanne katika kaunti ya Nyamira. Kumbuka kwamba basi ni mama mwenye nambaye amekuwa akipendwa na watu wengi, tena zaidi ni mama mwenye nambaye ameacha watoto wachanga tena zaidi. Kwa hivyo tunasema kwamba Mungu ailaze roho yake pema peponi. Tunaelekea moja kwa moja ndani katika makavani ya Chiromo, mpenzi mtazamaji. Jinsi ambavyo unavyoona basi mpenzi mtazamaji, ni siku ya Jumatatu, tunaelekea moja kwa moja hadi upande wa Nyamira. Ni mwenzetu ambaye anapendwa na watu wengi tena zaidi katika upande wa Kisii. Mpenzi mtazamaji, nataka nikuonyeshe jinsi ambavyo watu wamejipanga vizuri tena zaidi. Kuna baadhi ya watu wenye ambao wameweza kufika kwa sababu waweze kuangalia chenye ambacho kinaendelea, kwa vile haijakuwa rahisi. Mpenzi mtazamaji, jinsi ambavyo unavyoona tuko katika makavani ya Chiromo. Mpenzi mtazamaji, nataka uonyeshwe jinsi ambavyo hapa ndani kunavyoonekana maridadi tena zaidi. Mpenzi mtazamaji, kumbuka kwamba basi ni safari yenye ambayo itaanza kutoka upande wa Nairobi tukielekea moja kwa moja hadi upande wa Nyamira, tukumpeleka mwenzetu anayejulikana kama vile Monica Mora Mose katika upande wa Nyamira. Mpenzi mtazamaji, safari hii ya dada yetu Monica, kama vile ilivyompendeza Mungu kumpumzisha, nasi pia inatubidi tuunganike pamoja, tupeleke mwili wake mahali ambapo tukimlaza atakaa akingojea siku ya kuwa. Kwa hivyo naomba tutie nguvu kwa kipindi hiki kizito ili tuweze kukamilisha safari hii. Nao ningependa tuombe, na tukiomba tutasoma andiko moja, yaani kutoka pale kulingana na utaratibu uliopo ni tutajipanga vizuri tuweze kufanya viewing on the body, na tukiview the body tutawaomba tafadhali kurudi kwa gari ambao umekuja naye. Naamini hiyo inaeleweka vizuri. Kuna mwingine bado alikuwa anataka kufunika body. Basi kujeni maana tunataka kufunika. I hope kama
kama kila mmoja amefeel the body, tufunike sasa tuone kwamba naongoza wewe ya. Sawa. Eh. Angeka tu. Kali ya tam. Berarti nasi nini? Juga jam mau berecha alafu tuende. Ata anda bana.
ya. Ona. Naro le kali ayo. Oyo le kali ayo motu ayo. Yeah? Yeah, this side, right? Ah, that's cool. That's beautiful. No. Nama ini kangkung. Cây bali. Dai de moino, Aí do dia. Eko shida kwa sasa.
Tadi bago yun siya rin ako lakini na Ayaw mo dami. Pagi mela. Ngayon mwalimu jua mau kubuat dia. Ngatu kai kedua. Beka ini. Ada pore. Ayo buat kai. Ada kisah ada pore yuk. Semua kau ngocak rumah kita. Kita kuna di kita ngocak ande. No motamba ale. Motamba. Eko itaba. Semua mau cuka par. Aquí mungkin dan tukang nora punya. Ah, jumpa semua jangan. Ya, ana bang. Oh no. Pare. Semua sehari. Komputer ramai kerja ada. Karena dulu di nyuma kidogo. Ini tuh kan, ini jadi orang kerja tuh kan. Tahu tuh orang buat. Kapan ini kerja? Ini dia mau nongkrong. Ayo nyok baru suruh montar kok. Pandai. Ya tuh anda. Ada bantu aja bikor tuh dia. Wah coba ya kiat puja na kiat. Pandai. Tuh anda kan muti kata bikor dia nasi muti kata. Ada tibo. Ngam. Abinya dia anak. Anda kur maat mumbai konco. Anda maat joka. Ikafika mahali dada wetu ambaye alikuwa anaitwa Josephine akawa ana jambo ambalo lilikuwa na uzito maishani mwake. Akasema mwaka huu ambao tumefika tunaenda kuvisit watoto ambao wazazi wao hawakujali kanisani. Bwana asifiwe. Na ikawa mwalimu ana identify mtoto katika darasa lake ambaye mzazi akujali kanisani. Na aki identify, alafu tulikuwa tunaenda kutembelea ile familia. So mwalimu Josephine ambaye pia ndiye alikuwa kiongozi wetu aka-identify kwa watoto. Kwa maana alianza kuwafunza wakiwa wadogo sana. Bwana asifiwe. So alipo-identify akaitisha namba ya wazazi. Na nakumbuka Bruce akienda akaitisha mamake namba na akaleta na kukawa na communication. So siku moja walimu wakaenda kuvisit hao watoto. Na kutoka mahali pale mama yao akaanza kukuja kanisani. Bwana asifiwe. Alipoanza kukuja kanisani akatafuta huyo mwalimu Josephine. Akamwambia, nataka uniunganishe na ushirika fulani mahali hapa, ushirika mahali hapa. Na hapo ndipo mwalimu Josephine alimuunganisha na ushirika ambao unaongozwa na dada wetu Mama Faith. Bwana asifiwe. Simpigia watoto makofi jamani yeye. Imagine kupitia wao wazazi wao wamekuja kanisani. Nikiuliza mwalimu Josephine alikuwa ananiambia ajui wakati baba alikuja, lakini mama akawa dedicated member wa kanisa letu. Bwana asifiwe. Na kutoka pale tumepata washirika hawa wote. Nataka kuambia Bruce na Agi, thank you very much for what you did, because the work that you did is what we are seeing today. We thank God because you were the one who laid your money. And what you led her to do, she is happy because you did what is right. May God bless you so much because you are great children.
Bwana asifiwe. Nataka mwapigie makofi tena. Hiyo haijatosha. Hiyo si ya wale wanafunzi ambao wamesaidia wazazi kukuja. Bwana asifiwe. Kwa hivyo hata watoto Mungu anawatumianga. Bwana asifiwe. Mungu anawatumia. Nikiangalia hao watoto nakumbuka maisha yangu. Hata mimi mwenyewe kuna njia moja ambayo niliweza kusaidia babangu na babangu akaweza kuokoka. Nilianza na kupeleka Sunday school na baadaye daddy akakuja akaokoka, na alipookoka nyumba yetu yote ikaokoka. Kwa hiyo siku ya leo ninapoongea, kabla tuanze, naomba tusimame tafadhali. Kindly let's stand. Tafadhali tusimame tu. Kindly stand if you are seated. Naomba tusimame kama umeketi. And I will ask Naomi to come near me here. Na nitamuuliza Naomi, tafadhali njoo hapa. And as you stand, can you stretch yourself a bit please? Tunapoanza jinyoshe kidogo tu tafadhali. Jinyoshe tu, jinyoshe tu kidogo, jinyoshe kidogo tu, jinyoshe. Tugeuke pande ile tuite mvua. Hii ni ya baraka, hii ni ya baraka, si ya kuharibu ibada. Pande nyingine tuite mvua, tuite mvua, tuite mvua. Pande nyingine tuite mvua, tuite mvua. Yes. Haya mvua. Yes. Haya tuite manyunyu kwa mikono yote miwili, alafu tumpatie Yesu makofi. Hallelujah. Amen. Ukiwa mtu aliye karibu na mpatie i5 ama i10 kama unaweza. Amen. Patia mkono kama unaweza kwa jina la Yesu. Haya, geukia yule mwingine ako pande nyingine, nimwambia kwamba hapa ndio mahali panaofaa kwako kuwa leo. Hapa ndio mahali panaofaa kuwa wewe sasa. Na muulize kama ungekuwa hapa ungekuwa wapi? Ungelikuwa wapi leo? Kama ungekuwa hapa ungekuwa wapi? Ungelikuwa wapi leo? Si hapa tu ndio Mungu ameona panafaa tuwe? Ndio. Imagine mimi nimetoka Ukambani wa huko ambao kunyeshangi na mimi niko hapa mvua naiona hivi. Nisingekuja ningeona mvua aje. Hallelujah. Amen. Mpatie mwenzako huyo pande nyingine high five, mwambie hapa ndio panaofaa kwako kuwa. Wito huu ambao tumeitwa na dada yetu Monica umefunja county barriers, umefunja lugha, umefunja siasa. Si hata nikikwambia kule nimetoka, si mnajua sisi ni wa mlango gani? Lakini hiyo mlango hawezi fanya nikuje hapa. Hallelujah. Hiyo hawezi fanya nikuje huku. Praise the Lord. Kwa hivyo ningependa napotayarishiwa hii, tutaimba pambio moja tu kwa ufupi, tutaimba nusu. Niko na Mugaka hapa ambaye ametoka hapa, anatuongoza tu akiwa na dada yangu na wengine hapa watatuongoza pambio fupi tu kidogo, and then tutasoma neno la Mungu kwa dakika kidogo, nitafsiri mambo machache, then kutoka pale tutaanza safari ya kupeleka dada yetu mahali ambapo atalala until siku ya ufufuo ifike. Kwa sababu hilo ndilo linalotupasa sisi ambao tuko hapa. Na kwa hivyo ningeomba unisaidie kumkaribisha ndugu yangu Jason. Amen. Amenipatia majina halisi yake ya zamani, lakini wacha nisiyaseme hapa, maana watu wa jamii yake wako hapa na wanaanza kusema kwani tulimbatiza alipokuja Nairobi. Karibu sana, tupatie wimbo mfupi. Bwana asifiwe. Hallelujah. Amen. Utakwemukira noko boko iguru munena bakwe akorange yamareta akorange yamareta akorange yamareta akorange yamareta Akorange yamareta, akorange yamareta, akorange yamareta, akorange yamareta nibeko. No veo usted. Utapata. Ni wa neema Yesu, ni wa neema kubwa. Ni wa neema Yesu, ni wa neema kubwa. Ni wa neema Baba yangu, ni wa neema kubwa. Ni wa neema Yesu.
Yesu ni wa neema kubwa. Ni wa neema, baba yangu ni wa neema kubwa. Ni wa neema, Yesu ni wa neema kubwa. Ni wa neema, Yesu wangu ni wa neema kubwa. Ni wa neema, Yesu ni wa neema kubwa. Ni wa neema, baba yangu ni wa neema kubwa. Ni wa neema, Yesu ni wa neema kubwa. Ni wa neema, Yesu wetu ni wa neema kubwa. Ni wa neema, Yesu ni wa neema kubwa. Ni wa neema, baba yangu ni wa neema kubwa. Ni wa neema, Yesu ni wa neema kubwa. Ni wa neema, Yesu wetu ni wa neema kubwa. Ni wa neema, Yesu ni wa neema kubwa. Ni wa neema, mali hapa ni wa neema kubwa. Ni wa neema, Yesu ni wa neema kubwa. Ni wa neema, nyumbani ni wa neema kubwa. Ni wa neema, Yesu ni wa neema kubwa. Ni wa neema, baba yetu ni wa neema kubwa. Ni wa neema, Yesu ni wa neema kubwa. Winuliwe Bwana wa mabwana, winuliwe, umetenda mema. Winuliwe Bwana wa mabwana, winuliwe, umetenda mema. Baba, winuliwe baba wetu leo, Yahweh, umetenda mema. Winuliwe Bwana wa mabwana, Yahweh, umetenda mema. Winuliwe baba wetu mali hapa. Born in eastern area. Nimezaliwa pande ya mashariki. I actually come from Kitui County, Mwingi. Nimetoka kaunti inayoitwa Kitui Mwingi, county pale Mwingi. But I normally stay in Nairobi. Lakini anakaa Nairobi. The Lord called me to pastor within Nairobi area. Mungu alimtia wito wa kutumikia pale Nairobi. I am pastoring Deliverance Church Njiru. Chunga kanisa Deliverance Church Njiru. Our bishop is Bishop Mark Kariuki. Askofu wetu ni Askofu Kariuki Bishop. And I happen to be the pastor and a pastor to our dear late sister nikawa mhusika na mchungaji wa dada yetu Monica. And I don't want to repeat what my dear colleagues have said. Lakini sitaki kurejelea kile ambacho wenzangu wamesema. But I want to confirm that they have said the truth. Lakini nataka kutia muhuri kile ambacho wamesema. So let me appreciate the family of our dear brother Robert. Wacha nishukuru jamii ya ndugu yetu Robert for giving us to be here, kwa kutupatia nafasi kuwa mahali hapa and share the word of the Lord, na kulishiriki neno la Bwana. Bishop Agaki, Askofu Agaki, I salute you, sir. Na kutea saluti. I got to know you. Nilikujua from the first day and I felt I'm at home. Kuanzia siku ya kwanza nikahisi niko mahali pema. And when we came in here you took care of us. Na wakati tulikuja hapo ulitushughulikia. May the Lord enhance that big heart. Bwana apanue moyo mkubwa huu. Reverend Ibrahim from KAG, thank you. Kasisi Ibrahim, asante sana. I called you and you received us well. Tulikupigia simu na ukatupokea vizuri. And you have made this service to be easy. Na umefanya ibada hii kuwa rahisi kwetu. We are well seated, we can hear one another. Tumekaa vyema, tunaweza kusikia moja kwa mwingine. And you have welcomed us here. Na umetukaribisha hapa kwa furaha. May the Lord bless you and bless your ministry. Bwana kubariki, abariki huduma yako. If in any case you get yourself in Nairobi, please talk to us. Kwa njia moja au nyingine ujipate Nairobi, tafadhali tuongeleshe. All the pastors around, wachungaji wote wa maeneo haya, as you have been introduced, kama vile mmetangulizwa, I want to say I appreciate you. Nataka kusema nashukuru sana. And I want you to know I'm not standing here because I'm better than any. Nataka uelewe kwamba sijasimama hapa kwa sababu nafaa zaidi. It's just because the position is only one. Lakini kwa sababu nafasi tu ni moja tu. But I want you to know, nataka ujue, we are a team. Sisi tunafanya kazi pamoja. When a person is alive, kakati mtu wako hai, there are so many people that are connected to him or her. Kuna watu wengi wanaunganika na yeye. And sometimes you don't
recognize those others that are connected to that Na mara person. mengine hatutambui wale ambao wanaunganika na huyo mtu. But when now he or she is gone, Lakini wakati ambao ameondoka, we all come together. zote tunakuja pamoja. And that's the time you discover this also was connected to that one. Na ndio This one tunatambua ya was also kwamba connected to huyu that one. anaunganika na huyu na huyu anaunganika na So huyu. look at all of us as servants of God. Hebu angalie kama watumishi wa Mungu. We've been brought together by our sister Monica. Tumeletwa pamoja kwa sababu ya dada yetu Monica. She had a real meaning in our life. Alikuwa na maana sana ama sababu kubwa So maishani mwetu. if it will please you pastors, Kwa hivyo ikikupendeza mchungaji, I request that don't leave before we take the body to the soil. na kuuliza usiondoke kabla tujateremsha mwili kwa mchanga. Sometimes many people may leave, Wengi wanaweza wakaondoka, but sisi ambao ni wachungaji but some of us pastors, naelewa kuzika mtu ni kurudisha mwili kwa mchanga. we know to bury someone is to throw the soil to So soil. unless it is just an unavoidable circumstance, Kama hauwezi epuka, bear with us so that we may take the body where it should lie, waiting for the trumpet. tafadhali tuvumilie mpaka tupeleke mwili mahali inahitajika. I appreciate all the leaders around. Nashukuru viongozi wote I maeneo appreciate the administration that has been so kind to us. napongeza watu wa mtaa, The locals from this area, wale ambao wametoka maeneo haya, viongozi, and more importantly, the Deliverance Church family. na zaidi jamii ya ukombozi. We at the Deliverance Church, we are a family. Sisi kanisa la ukombozi ni jamii. Some dropped from Nairobi as early as from 3. Wengine waliendesha magari kutoka saa 9 usiku, Others came yesterday. wengine walifika jana, And this is because of love. na ni kwa sababu ya upendo. We are a family. Sisi ni jamii, We love one another. tunapendana, And such a thing like this, na jambo kama hili to us, it affects us so much. kwetu inadhuru kila mmoja. Now today, Kwa hivyo siku ya leo I want to share with us very briefly. I'll cut my message nataka briefly. kushiriki nasi kwa ufupi, kwa sababu nataka kupunguza neno ujumbe wangu. And I want to take you into our Bibles in the book of 2 Corinthians chapter number 3. Nataka niwapeleke katika kitabu cha Biblia wa Korintho wa pili sura ya 3. Allow me, I wanted to read from verse 1 to verse 6, but let me read from verse 1 to 3. Nataka nisome kuanzia mstari wa kwanza hadi wa 6, lakini nitasoma mpaka wa 3. And then after I have read the scripture, we are going to pray for the word. Na baadaye kusoma neno tutaomba. Paul the apostle Paulo mtume writes this second letter to the Corinthian church. anaandika In the name of kwa Jesus. utukufu kwa jina la Yesu. Holy Spirit, Roho Mtakatifu, we recognize your presence tunatambua uwepo wako, and we ask you to move in our midst tunakuuliza utembee kama miongoni and mwetu amplify this word na ulitie nguvu neno deep lako into our hearts. ndani ya mioyo yetu. We give you glory. Twakupa In utukufu Jesus' name we pray. kwa jina la Yesu Now the twaomba. Bible says, Neno la Bwana lasema we who are born again, wale ambao tumeokoka, who become believers in Christ. tuliofanyika waaminio katika There are Kristo, a few things that the Bible says we are. kuna mambo machache neno la Mungu linasema tu. The Bible is very clear Neno ni wazi that once you give your life to na Jesus, kwamba ukipeana maisha yako kwa Kristo you become a child of God. unafanyika mwana wa Mungu, And the Bible says the old is gone na Biblia inasema ya kale and the imeisha new comes into your life. na upya unaingia kwa maisha yako. So if you give your life to Jesus, Ukitoa maisha yako kwa Kristo you become a son or a daughter of God. unafanyika mwana ama nda katika The Ukristo. Bible also is very clear Neno inasema wazi, that when you give your life to Christ, ukitoa maisha yako kwa Kristo you become an ambassador of Christ. unafanyika mwakilishi wa You Kristo, become someone who can represent Christ. unafanyika mtu ambaye anaweza wakilisha A Kristo, messenger who can take a message about Christ mtu ambaye anaweza peleka ujumbe wa and Kristo the kingdom about our God. na ufalme wa Mungu. And the Bible also says, Biblia pia and inasema it's very clear, na inasema that wazi, when you give your life to Jesus, ukitoa maisha yako kwa you Kristo become more than a conqueror. unakuwa zaidi ya mshindi. Paul says we are more than Paulo conquerors. anasema sisi ni zaidi ya washindi. Despite all many things that come in Haijalishi life, changamoto zote, we are more than conquerors. sisi ni zaidi ya washindi. And then the Bible also Na says Biblia pia inaendelea that kusema we are also sojourners. sisi ni wasafiri, We are passerby. sisi tuna
Babangu hata hivyo. Sasa wengine waingia hapa katikati. Katikati kwenda. Hapo kuna nini? Pole pole. Okay, very good. La daima na mambo yote iende mbio mbio bila shida yoyote. Roho Mtakatifu atawale. Na ni katika jina la Yesu tumeomba. Amina. Songeza hii. Iko sawa kabisa. Hivyo sasa. Very good. Very good. Okay. Hiyo tunaendelea mbele. Tulisema ya kwamba familia yote ama wote wakuwe mara hapa. Hata akiwa ni kijana anapewa nafasi yake. Asimame na marafiki wake zake. Kereta tuigwana ni gabo. Familia igera nene. Igoko ikomo ntaye guri bagari yaye. Igo no muna magateba. Tuairisha tuwezi kuairisha. Basi tunaendelea. Shem Noare. Nafasi yako. Kuja haraka. Kwa haraka sana. Ziru Choka under Reverend William Modengi katika mwaka wa around 2016-2017 tukakuwa marafiki wa karibu
na tukaamua kuanzisha hii chama. Monica amekuwa kwa chama, amekuwa mwaminifu sana, very faithful katika kila kitu kinaendelea kwa chama, anashirikiana pamoja na sisi. Katika hiki kikundi chetu Monica ndiye amekuwa ambaye amesimamia uniforms. Katika kila kitu tunafanya, yeye ndiye anasema uniform tunanunua fulani, tunafanya hivi. Kwa hivyo amekuwa kinara, na like sisi Golden Sisters tumempoteza mmoja wetu, tunaomboleza. Siku ya leo tunamshukuru Mungu kwa kutukutanisha mahali hapa. Kaweze kutambulika please kwa haraka kwa sababu masaa yameenda. Ningeuliza tu tuweze kufika hapa haraka. Bae ni Pastor Mose na aweze kunena jambo moja. Kisha kutoka hapo kuna ule ushirika ambao Monica alikuwa anashiriki, itamuita pia kiongozi aweze kunena. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kama vile nimesema tena, majina yangu ni hayo na nimeokoka. Yesu ni Bwana. Nikisimama mbele zenyu nina ujasiri wa kuongea kuhusu Monica kwa sababu ni mtu ambaye tumetembea naye na nimemjua. Mimi pale ni kiongozi wa maushirika na kuna mambo mengi tunafanya katika ushirika. So tumeinteract na Monica mara nyingi na ni mtu ambaye si wa kujificha nyuma ya wengine. Bwana asifiwe. Ukiona tumefika hapa ni kwa sababu si mtu ambaye tunatafutilia huyo ni nani. Ni mtu ambaye tuna-identify vizuri naye na tunamjua vizuri, tunajua kazi ambayo anafanya pale, na hakika tumepoteza mmoja wetu, ila kama waaminio tunajua kwamba ametutangulia kwenda kwa Baba. Nami kwa majina yangu naitwa Naomi Sule. Monica ni mshirika wa Humbleness. Sisi tuko hapo karibu na kanisa tunaitwa Humbleness. So tumepoteza mshirika wetu wa Humbleness. Tuna huzuni sana na natoa pole kwa familia. Poleni sana na Mungu awatie nguvu. Amen. Pia Monica alikuwa mshirika katika kikundi cha wamama, tunawaita ama wadada wa kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe tena. Omonena wakwe pia mono. Tuko hapa siku ya leo, tuko na uchungu, tuko na huzuni, lakini kwa yote tunaambiwa tuambie Mungu ni asante. Juu kabla Monica hajalala Mungu alikuwa na Mungu alijua, na hata bila amelala Mungu bado angali kwenye kiti chake na anaelewa. Tulimpenda zaidi, lakini Mungu amechukua the best. Vile mwenzangu alisema kuwa je, wewe ni aje? Jiulize hilo swali. Wacha tu niseme kwa upande wa wamama katika kanisa, Monica alikuwa active member. Na kila kitu ikitokelezea yenye inahitaji wamama, Monica alikuwa mstari wa mbele. Vile kiongozi wangu amesema hapa wa ushirika, hakukuwa mtu wa kutafutilia. Huenda ikawa hata hudhurie hiyo siku kwa sababu ya jambo moja au lingine, lakini angekosa kupeana kila ambacho angeweza, ingewezesha hiyo kitu iweze kukamilika. Kwa hivyo mwenye tumepoteza ni memba ambaye hakuna mwenye ataweza simama katika pengo lake tena, lakini Mungu aliye mbinguni atajazilia. Bwana Yesu asifiwe. Mubarikiwe. Ya Mr. Robert, waombolezaji wote kanisa, amjamboni na Bwana asifiwe. Mimi niko na mshirika wa karibu sana na ndugu yetu Robert. Mimi ni kiongozi wa wanaume pale kanisani na tunashirikiana vizuri sana na ndugu Robert pale kanisani, na ndiposa hata siku ambapo Monica alipopumzika, I believe na nilikuwa baadhi wa watu wa kwanza ambaye aliwasiliana na mimi usiku, alinipigia simu usiku. Baadaye nikapata missed call asubuhi, tukawasiliana naye, akaniambia kwamba mke wake amepumzika pale Kijabe, na nikaweza kupasha ujumbe
hata mchungaji alikuwa misheni pa sehemu za Kitui, na nikaweza mpaka kumpasha ujumbe, nikaambia hata wa viongozi wengine, na tukaanza kutengeneza ushirika pamoja na wale ambao tuko nao, ili tukaweza kwenda pale kwa huyu ndugu na tukapata kikao pale na kufanya ushirika. Nataka kusema jambo moja kuhusu dada yetu ambaye amepumzika. Siku moja nikiwa pale kanisani, tukiwa tukishamaliza ibada, huyu dada akakuja kwangu, na nilikuwa bado sijamfahamu vile. Akaja kwangu alipojua kwamba mimi ni kiongozi wa wanaume pale, akanieleza, je, unamjua Robert? Nikajua, nikamwambia namjua. Mimi ndiye mke wake. Ningependa tu uniambie jambo moja. Je, how is he faring on in the department of men? Anaendeleaje? Is he active in that department? And so nikapata kuniuliza tu jambo kama hilo, nikapata kujua kwamba there is somebody who cares about a family. There is somebody who cares about a husband. Somebody who is so dedicated and passionate about something, about a family and about the place where they are headed to. Nikajua kwamba huyu Kenya ngatora ende referendum kuchinjia katiba ya Kenya tutobereriwe tutike kugamba mangana manene a 2027 ntubuna bagusi moma jete twarege abantu bakimwe abadukura todo ikororo nima ngimati yanwari toke uno ko tunamua kelele wala hiyo Kenya toke uno kuma kama kwa tumukule haina rada kwa Kenya mwingine wetu mwenye wanyango ikaanza ya moto toke ana batarambirande na kutoka sema ila kama kama na hiyo kelele bere masomo urangi na bantu bande mama wao sema ukira ndio asante tulikuwa tumepatia familia hiyo nafasi kwa sababu ya kutoa wakilia, so tuwapatia mwadra sana hivi ya mbele ndio wabia abantu barenga inakuru ababashiriye inamote ababashiriye abana aba igaba atira ibiri bitatu to hear what I'm having right now. So the eulogy is the eulogy of the late Monica Moraha. So we gather here today with a heavy heart, yet with gratitude to God, to celebrate and honor the life of the late Monica Moraha, her loving daughter, sister, wife, mother, and faithful servant of God. So about the father and the family, Monica Moraha was born on 18th December 1986 at Bigongo Village, Manga location, Nyamira County. She was born to the late David Marido, the late Yusabia Munyangi, and Agnes Nyabate. She was a loving sister to Harris,
Hester, Judy, Dennis, Thomas, Laban, Velma, Richard, Heavens, Rose, Heather, James, Jackie, Victoria, Johash, and Bridget. Monica was a third born in the family, and she was held a special place in the heart of her family. Education background. Monica began her education in 1992 at Bigongo Primary School, where diligently pursued her studies and started her KCPE in the year 2000. After successfully completing her primary education, she proceeded to Kiembejo Secondary School, continuing her journey for growth and learning, work and enterprise. After completing her training as a hairdresser, Monica established her own business at Marlin Center, Nairobi. She was a hardworking and dedicated woman, known for her discipline and commitment. She would wake up early in the morning to serve her customers and often return home late in the night, and perseverance and determination to provide for her family. About the service to the church, Monica gave her life to Christ, and she settled on 20th December 2008 Kianga SDA Church, Manga location. After relocating to Nairobi, she joined Deliverance Church, Njuri Choka in 2018, where she became an active and committed member. She loved singing and faithfully served in previous church groups, using She loved singing and faithfully served previous church groups, using her voice and talent to glorify God. About her marriage and family life, in 2008, Monica met her love of her life and got married to Robert Babel. Their union was blessed with 4 children: Drew Sombongi, Agnes Kemma, Travis Bebo, and Megan Monyangi. Monica was devoted and protective mother who deeply loved her children despite the demand of the hour. Her family always came first, and she made every effort to care, provide, and nurture them. Cleanness and promotion to glory. Monica has been courageously managing pathetic household disease since 2013. Over time, she developed addiction complications, including an ulcer in the left upper limb, and had she received treatment at Mama Lucy Hospital. Seeking further medication attention, a second opinion was obtained at Kijabe Mission Hospital, where she was admitted on 11th December 2025 for further investigation. Sadly, despite all efforts, Monica passed a peaceful on 13th December 2025 at the age of 38. She is survived by her 4 children, four beloved children, and her husband Robert Nyamanga Bebo, as well as her extended family and family who will forever cherish her memory. As we finally goodbye today, our heart aches with the pain of separation, yet we take comfort in knowing that Monica's life was one of love, sacrifice, and faith. She lived for her children, worked tirelessly for her family, and served God with a cheerful heart and a willing spirit. Though her time with us proved painful short, in fact, of her impact of her life will live on through the life she touched.
especially through her children who carried her strength, her kindness, and her legacy. We will raise her into God's loving hand, trusting that where there is no pain, no suffering, and no tears, she has found eternal life. Until we meet again, Monica, our love remains in our heart forever. Ya mchango na anaisherehe tukata kwa ajili ya sherehe ya Monica. Naamini familia rambirambi zangu narejea kwenu kwa niaba ya chama ya Angaza Welfare. Naomba Mungu akupatie nguvu ndugu Robert Namanga. Sio rahisi vile, lakini Mungu ndiye mlinzi wa watu wake. Patie nguvu na maarifa jinsi unalinda watoto wako. Mungu awabariki na wasaidie katika kila jambo. Marafiki wote ambao wametoka sehemu mbalimbali, sehemu ya Nairobi, nyumbani, asante sana kwa kuja kufariki familia. Mungu awabariki. Pia hata tukirudi tusiji kuombea familia, maana maombi ndio muhimu kwa kila jambo. Hatutaweza hii safari ijapokuwa ni maombi. Tukumbuke ndugu Robert, mnaona watoto ni wachanga, lakini Mungu atawasaidia ili kesho nao wawe watu wakubwa. Mimi naongea mtoshara ama mwetasina wa Angaza Robert Welfare. Hii welfare sio ya Nairobi. Hii welfare ni ya kila sehemu. Mashinani members ni wengi sana hapa, na sio ya saidi moja, iko kila sehemu. Mimi ni wakasina na washukuru sana. Na ukitaka na wale tumefika siku hizi, ukipata changamoto na msiba kama huu, unahitaji watu wa kusaidia, maarifa, maombi, financial support, kila aina. My friend, utaweza ukiwa peke yako. Ungana na watu, msaidiane, mshirikiane, ndio kazi iwe rahisi. Asante sana mkiudi. Mimi ndio nawaongoza hawa jinsi ya kuendelea. Naitwa Bishop Agaki hapo nyumbani. Huyu mtoto wangu, na wakati janga hili linalotokea likitokea ama likipita, linaweza likapita na wewe. Kwa hivyo wale ambao mko nyumbani hapa ama mko Nairobi, mahali popote, hata kama unatoka huko Masaba juu, tunakaribisha watu kwa hiyo Angaza. Kwa hivyo ukitaka kujoin, hawa ndio watakuongoza jinsi ya kujoin. Na ningesema kwamba wale ambao wameshughulika wasafiri hadi Molo, na wakati shule ni wakati wa likizo, hao wanafunzi wakuwa nyumbani kwao. Kwa hivyo libidi tuwaombe wazazi. Kwa hivyo ni jukumu letu kuwarejesha nyumbani kabla ya muda kusonga sana. Na kati nimeweza kuleta na wanafunzi, walimu wenzangu, kuna wazazi waliokuja kushirikiana pamoja nasi, wako miongoni mwetu. Kwa hivyo tunasema Mungu atupe nguvu. Baba Agnes tutatembea naye, ni mtoto wangu, tutatembea lolote lile Mungu anatupa, tutaweza kulipitia. Tunasema asante. Picha, nachukua picha na mtoto. Asante picha. Kimalizana na hao, nataka marafiki na wale majirani wa Nyamanga kutoka bando ya Choka na Molo. Later
neighbors and the friends from Moren and Toka. Kiongozi wenu akuja achukue maiki. Wakiwamara mkando na Toka kando. Vijana wetu utasema wewe wetu huyo ofisi ya kanisa na familia ya Bwana Robert Bebe na majirani wote pamoja na waombolezaji wote na Madam Mora kwa estate Choka, na tumekuja kuomboleza na familia na mtoto. Hatutachukua muda mrefu ya kunena, labda mkiasi tu Pastor Caleb peke yake juu mwenyeji hapa aseme jambo, alafu tumalize. Mimi naitwa Esther Kiai, mimi ndio chairman wa Hillpit mahali Mr. Robert anamaliza. Hatutaweza kuwa na mengi ya kusema na Maraka huyo kwetu ni hapa tu. Wanachama wetu ni hapa nyuma. Ukisema kwamba sisi tunakaa STF chama ndio huyu tuko nao hapa katika mahali hapa tunakaa na sisi. Na tuseme pole hata kwa familia wale wako nyumbani hapa. Tunasema Mungu ni mwema kila wakati. Mimi kwa majina naitwa Henry Ombongi. Nafikiri mmesikia majina Ombongi hapa. Ombongi ni grandfather yetu. Nyamanga ni nephew yangu, yaani baba ya baba yake, sokoro yake, ndio mkubwa kwa family yetu. Anafuatwa na uncle mwingine alipas Francio, then my dad Isidore Kerama, alafu na hao wengine wamefuata Maraga na Marinda. Kwa hivyo tuko hapa si kwa sababu ya furaha, tumekuja kumpatia Nyamanga, na hasa tukiangalia watoto wanaona huruma nyingi. Tunasema pole sana Nyamanga. Najua kulikuwa karibu kama mkutano wapi tutaenda, ni Nairobi ama nyumbani, mwisho ikawa ni hapa. Kwa hivyo Nyamanga, yale yalitokea, usione kama wewe ndio ulishindwa, wewe ndio umeshinda. Sio kushinda, yeye ndiye ameshinda kukuja hapa badala ya Nairobi. Kila mtu anafurahi, na umeona watu wale ambao ungewahi kuona. Kwa hivyo tunasema pole sana na pole. Watoto ukiwaangalia wengine wako very innocent, but they are always around you, kwa sababu wanaamini, wanaact kama mama yako. Kwa hivyo they will always zunguka wewe wakiamini unajua mahali ya mama alienda. Kwa hivyo poleni sana, hata watoto wale wanaendelea na masomo, wapatie moyo, be very close to them, na wakati wowote kama iko jambo lile unataka shauri tuambie. Kwa hivyo langu ni kusema pole sana kwa niaba ya familia yetu yote,
na wale ambao wako karibu, lakini wamesema pole. Kwa hivyo tungesema tu asante kwa kikundi cha Angasa. Angenipigia simu akiniuliza how is the progress. So kama kuna mtu nimepoteza mahali pale Lakewood ni huyu mzazi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa niaba ya shule yetu tunawaambia tena poleni. Bwana Robert Bebo, napenda venye uko na hiyo courage na venye pia watoto wako na hiyo courage, wako na nguvu. Moso Travis, sikuwa na expect Travis amenitia nguvu sana. Bwana Yesu asifiwe. So for that few ningependa kusema naitwa Teacher Ventrix. Kwa wale wenye wako Nairobi, Lakewood, mulete kule watoto. Bwana Yesu asifiwe. Tuwalelee watoto hao, wana ushuhuda. If you interact with them they can tell you. And this is the only school that managed to give us 72 out of 72 kwa hii mtihani ya KJSEA. Bwana Yesu asifiwe. Ambayo it's Kenya number 1. Bwana Yesu asifiwe. So we are proud of that school, and if you are within Nairobi, bring your child and you see what I'm saying. Niko na mwenzangu hapa atajisemea jina, na mubarikiwe sana. Tunapoenda pale tutazidi kuombea hii familia na wengine wote ambao wamefika mahali hapa. Tuombee hii familia sana na mbarikiwe. God is good all the time. I'm called Onyango Nancy, a teacher from Lakewood. Baba Travis, pole sana kwa kupoteza mke. Travis, sorry. I know you really loved your mom. Pole sana baba. Asante. Bila kutafsiri, Biblia inasema ya kwamba brothers and sisters, we do not want you to be uninformed about those who sleep in death, so that you do not grieve like the rest of mankind who have no hope. For we believe that Jesus died and rose again, and so we believe that God will bring with Jesus those who have fallen asleep in him. According to the Lord's words, we tell you that we who are still alive, who are left until the coming of the Lord, will certainly not receive those who have fallen asleep. For the Lord himself will come down from heaven with a loud command, with the voice of the archangel, with the trumpet call of God, and the dead in Christ will rise first. After that, we who are still alive and are left will be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. And so we will be with the Lord forever. Therefore encourage one another to these words. Kwa maneno mafupi ni ya kwamba tusiomboleze kama watu wasio na tumaini. Na Biblia inasema ya kwamba tunaamini ya kwamba Kristo aliyekufa alifufuliwa. Na wale ambao wamepumzika wakiwa katika Kristo, siku Yesu atakapokuwa hapa, maana Yesu yuaja, atakuja na wao. Niongeze kitu hapo niseme, mtu akipumzika akiwa ndani ya Kristo huwa already ametushinda sisi, tuko hai. Maana Yesu akianza kurudi leo, huyo ametangulia, atakuja pamoja na Kristo, itabidi sisi tubadilishwe ili tuweze kujiunga naye. So he's already ahead of us. Huyo ndio mdogo anaandika 5 years. For 4 years. Anaitwa Megan Manyangi. Manyangi ni jina ya my mother in law. Tunaita hiyo majina tunapeleka kwa watoto. Na huyu mwingine anaitwa Travis Bebo. Na yeye ako grade
anaenda grade 4. Kwa hivyo ni jina ya baba yangu. Na huyu anaitwa Agnes Kemuma. Atiki mnajua hiyo anamaliza nini? Huyu anaitwa Bruce Mbongi. Tuko hivyo. Huyu ni kazini yao. Njoo mno manene ubebo. Bebo yeye ndio mkubwa wa familia hii. Ase nyombe nene, njoo manene kia nyombe nene roenge. Okay. Ngendo da wateni nga kubakira ngambia mwana so inga mwa ikiraiga. Mwa taremirie mwa to bwati sirie asa kwa nia oyo muruyo nyamango sire. Yongo basabanga moka na mwana bia. Ndo kubwa kuna manya kutasabiraria elinde togendera so wa mogorega. Igoro chenga tu no mwengo tu arenga bake. Lakini tu akini ya sawa tole ndemo. Ndo to sabo kunga rimna atigaire. Nera bana baya bagendera warora kane ko abantu bengesha ama. Biyama no museni. Na wakwani nainde. Na wakwani biyama no. Nje ni kwa mtado kwani ngane yemo. Esenge nje ya Monica. Monica wacha niongee kwa lugha yenu kila mtu atasikia. Monica alikuwa anatupenda sana na sisi tulikuwa tunampenda. Ni mtu alikuwa anaheshimu watu. Hasa mimi tumekuwa na yeye vizuri. Kwanza mimi au watoto wake wa hii bila wako haina elimu, niko na blanketi na amelelea kwa stili ya watoto wake. Mimi alikuwa ananiita kama mama yake. So ninashukuru Monica alikuwa hata nilikutana na marafiki zake wananiuliza, "Wewe ndio sister in law wa Monica?" Tunatamani sana kukuona. Kwa hivyo alikuwa anaongea vizuri kwa watu. Alikuwa anaheshimu, ana heshima zake. So bila ameenda sisi kuna usuni. Kitu naweza kusema kwa ndugu yangu, hao watoto wamepaki nao wasipe mzigo kwake. Sisi tuko hapa tutashikana vile ndugu yetu alitushikilia. Huyu ndio ndugu yetu alitushikilia na kakao kama ndio baba yetu. Hawa vile watu maana wako na masomo kubwa hivi wametoka wamechumwa na huyu ndugu yetu. Kwa hivyo hatutawaachilia watoto wa Robert, na nilikuwa nasema Robert angazie watoto wake kwanza kabla hajafanya kitu yoyote. Make sure watoto wake wamesonga mbele. Asiharakishe maneno kwa vile sasa anaweza kusema kuna upeke aende kutafuta kujisaidia. Basi ninamhimiza kwamba yeye watoto wake wakuwe namba ya kwanza kabla hajafanya kitu yoyote. Na wakati Robert tuliwachwa, Robert alikuwa anatokana na huyu mtoto wake wa mwisho 4 years. So ninajua watu ikifika mtu ukiwachwa mayatima kila mtu anahuzunika, but ninajua Mungu aliyekuacha anakuwa na uwezo wake, kwa sababu vile tuliwachwa tulikuwa anatumanga angels wake wanachunga wale mayatima. Sisi tumepitia kwa mikono mingi ya watu, kuna watu wametusaidia mpaka tumefika mahali tuko hivi. So nataka kushukuru ndugu yangu Boniface kwa kazi alipofanya, na wakati nasema kuna angels wanakuja kwa mahali uko na shida. Wakati tulikufia mama yetu alikufa, alifariki. Kuna watu walikuja wakatusaidia sana. Siku ya mashizi kama hii, kuna mama alikuja, na mkumbuka vizuri alikuja, na hata alikuwa amevaa nguo ya white. Naona ni kama an angel was sent to us. She was new in this home, na akakuja nikaona tu mtu anakuja analia, nikashindwa huyu ni nani. Baadaye after that, wakati tulimaliza na mashizi, akakuwa ni mtu wa kukuja kutuuliza kila saa kuanga. Unajua tulikuwa wadogo. Mimi ni msichana peke yangu. Sasa nikiangalia vijana wote nashindwa nitafanya nini? Nikipika chakula sijui kama itaiva. Unaona?
So alitushikilia, nilikuwa anakuja anatusaidia, anaosha hao vijana wadogo hao. Sombi yamona senge njeri tukeri no morobile koko chaka asembe no morobile mu yaba minto kubako koremereme yaba sese ni weka karatora kore yaba tia baisana gwetera seridra Yesu Kristo ro mutoli ito. Amen. Sasa